Corinthians chapter 12 from verse 8 to 9. Sustaining what? Grace. Can we read 2 Corinthians chapter 12 verse 8 to 9? We can be faster readers. Hii ni neema ambayo inakudumishanga katika wokovu. Tuliokolewa kwa neema, lakini inataka pia neema ikuweke wokovu wako, hauwezi dumu bila neema. Ndio sababu unapata watu wengine kama hawana hii neema, akiokoka akai katika wokovu. Lakini ukipanda mpendwa, kuanzia Januari mpaka Disemba umesimama, ni neema imekusimamisha. Usiajiinua mdomo ukasema ni kwa nguvu zangu nimemaliza Januari mpaka mwaka kama bado nimeokoka. Hapana, ni neema inatudumisha wokovu. Katika wokovu tunahitaji neema sana, itusimamishe, itupiganie, itutetee. Kwa hivyo wokovu ambao tumepata, wapendwa, wakati tulikubali Yesu Kristo kuja maishani mwetu, tunahitaji pia hiyo neema itusimamishe. Can somebody read? Kaona inamuumiza sana. Endelea kusoma utapata ya kwamba Mungu hakuondoa hiyo mwiba. Alimwambia neema yangu ifanye nini? Yeah. Na ameomba mara ngapi? Matatu. Anataka hiyo magonjwa imuondokee. Lakini God says my grace is sufficient. Maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Amen. Unaona, wakati Mungu anakuambia my grace is sufficient, inamaanisha kuna vitu hawezi kuondolea, lakini katika hiyo hali atakudumisha. Ndio wakati unapata umeombea kitu haijajibiwa, wacha kuwa na wasiwasi na kusema ya kwamba Mungu asikii maombi. Nimeona watu wengi, watumishi wa Mungu akihubiri hata TikTok ama YouTube, mtu anaandika hapa anasema ni kama Mungu alinisahau. Basi Paulo angesema hivyo, lakini hakuna mahali Paulo anasema wakati anaumizwa na hiyo maumivu ilikuwa ndani ya mwili wake. Hakuna mahali Paulo anasema nimeacha kumtumikia Mungu. Kuna wakati niliwafundisha hapa kuhusu temptations and persecutions. Paulo anasema katika hali ya kuumwa na hali ya kutoumwa, bado anakiri Yesu ni Bwana. Kwa hivyo unatakana uelewe ya kwamba wakati mwingi uelewe neema ndio wanga inatutosha. Kuna wakati unaweza pitia katika hali ngumu sana, unahitaji neema tu. Na hiyo neema ndio inaweza kuondoa katika hiyo hali. Ama neema ndio itakuweka katika hiyo hali ushinde. Kwa hivyo Paulo anaambiwa na Mungu mwenyewe, anamjibu licha ya kuomba, neema yangu imekutosha. Kwa hivyo Paulo aliendelea katika hiyo hali mpaka mwisho alipotoka hapa duniani. Kwa hivyo tuelewe wakati uko na neema, wanga inatuhifadhi. Number 4, we call what? Serving grace. Serving grace. Iko katika Hebrews 12:28. Serving grace. Neema ya kufanya kazi ya Mungu. Serving grace. Waebrania 12:28. Serving grace. Now when we are talking about serving grace, this is the grace that is always available and adequate to all of us in the church. Hii haikuangi ati ni ya mapastors, ati ni ya waimbaji peke yao. As long as you know that you are saved, you must serve God. So ni neema ya kila mtu. Unapookoka, ukiingia kanisani, anza kazi ya ushering. Pia ni kazi. Tusitake wote tushike microphone. Unaweza kuwa kazi yako tu Mungu alikuwekea ni kufanya ushering. Thank him because you need to serve there. That's the grace that is so sufficient for you in ushering. Unaweza kuwa neema yako ni uimbaji, shikilia. Neema yako inaweza kuwa ni utoaji. You just give. Shikilia. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu hizi neema, nataka uelewe mahali ulipo unapofanya kazi ya huduma, ni neema inakutosha. Amen. Can we read Hebrews chapter 12 verse 28? Inasema aje? Waebrania 12